نعم شيخ يوسف أبي تفضل مشكورا. Takbir. Umar. Jamani, Omar anapanda juu. Takbir. Mimi Omar bana ni mrefu sana, nataka asimame juu ya kiti. Takbir. Takbir. Huyu ndo shekhe wetu mkubwa wa leo. Anafanana na mimi Mashaallah. Wengine walidhani nimekuja na mtoto wangu wa kumzaa. Ni mtoto wangu, maana hata mama yake upande wetu ana udugu na sisi. Kwa hivyo ni mtoto mwenye umri wa miaka 6. Historia yake kwa ufupi, kuna vitu tutazungumzia, naomba mtusamehe, vingine vinagusa kidogo mambo ya uchaguzi, siasa. Hatuna nia hiyo, lakini ili umuelewe lazima nikupe hadithi ndogo. Ndugu zetu, jirani zetu wa Kenya, tunajua kwamba walikuwa katika uchaguzi, sawa Huyu mtoto imetokea yeye kuwa shabiki wa Rais Uhuru Kenyatta, rafiki yake mkubwa. Sasa akarekodiwa kwa clip, zikaenda kwa mheshimiwa rais. Rais akampenda sana, kwa maana ni hodari, mashallah, mjanja. Alipofika Mombasa akataka kuonana naye, mtoto aonane naye. Umar safari kaarenjiwa, akapelekwa pale Ikulu, lakini pale getini ikaachwa jina lake yeye na mzazi wake mmoja. Umar akaanza vituko pale pale getini, akasema siwezi kuingia na babangu mzazi kwenye Ikulu ya Uhuru. Mamangu alionizaa akaniweka tumboni miezi 9 nikamwacha getini. Takbir! Takbir! Sasa mimi nataka awasalimie, nitamuongoza kwa sababu ni mdogo, sawa ili asitoke nje ya laini, sawa jamani Kwa hiyo nikimuingilia msikasirike. Umar, wasalimie Waislamu, kisha utuambie ulipokwenda Ikulu pale kwa Rais Uhuru Kenyatta. Wasalimie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Jina lako nani? Jina langu Omar Muhammad Abdul Rasul. Ulipokwenda amekufahamu vipi Rais Uhuru? Rais Uhuru aliniona kwenye video ikafanya maarufu, nikaitwa Omar Muhammad, ndo akanijua, nikaitwa paka State House. Ulipofika State House walikuambia uingie na nani pale? Niingie na babangu au siingie na mamangu? Aingia na mzazi mmoja tu, alafu ukasema? Nikamwambia haiwezekani hivyo. Namwambia wewe leo ungekuwa umeingia na mzazi wako, mzazi wangu anibeba miezi 9 tumboni, haiwezekani, mwite Uhuru aje nje. Takbir! Waislamu, Taji anasema aliwaambia mamangu mzazi kanibeba miezi 9 tumboni, kama sharti ni kuingia na mzazi mmoja, basi naomba Uhuru aje yeye hapa getini. Takbir! Kisha ikawa vipi? Nikaingia na mamangu, wazazi wawili. Ule akapiga uva, akamwambia Uhuru, mtoto hapa ni mkali, anataka kuingia na mamake. Uhuru akasema hivi, lazima ingie na yeye, kama watu wote anayo, aingie na mzazi wake wawili. Over manake amechukua radio call akapiga. Takbir! Anamwambia Mheshimiwa Rais, huyu mtoto amegoma kuingia na mzazi mmoja, anasema wote wawili. Mheshimiwa Rais akasema basi aingie na wote wawili. Ulipofika wewe na babako na mamako? Nilifika pale ofisini, akaniambia, mimi nikamwambia wewe Kiislamu utakuwa Muislamu, utapendeza Slimu. Akaniambia hivi, tutakuja kuongea hiyo maneno. Takbir! Takbir! Waislamu, Mheshimiwa Rais alimbeba. Kwanza wangapi umeona hiyo clip ya video clip? Wangapi? Maana sije nikanaeleza wengine hata hamjanipata kabisa. Takbir! Umar amebebwa, kwanza anampepeta rais, anambembeleza, anamgonga mgongoni, anamwambia cool down.
si twa kuheshimu wewe rais wetu. Anamvuta kidogo kidogo, relax, anamwambia, anamvuta kidogo kidogo. Ulimwambia unamheshimu, sio? Si twa kuheshimu kwa sababu yeye kiongozi wetu. Sasa hiyo ikafanya maarufu mpaka nikaitwa hapa Dar es Salaam. Siku ya kwanza nikarekodi video mimi na Sheikh Nuruddin Kishki, alafu siku ya pili akanialika msikiti wake wa veterinary. Leo nafurahi kuiona Diamond Jubilee. Shukran, sadaqallahul adhim. Takbir! Mashaallah, mashaallah. Hiyo ndio miski ya roho. Takbir! Allahu akbar. Allah ibariki. Takbir! Naomba mlete zawadi yake nimpe papa. Kuna zawadi yake jamaa, tumemtayarishia huyu mtoto huyu. Wakati unaleta zawadi mwenyekiti, ingekuwa mtoto mwingine umekutana na rais, ungedai chokoleti, sio Mimi nimemuuliza mbona hujaomba chokoleti, akaniambia meno yangu ioze niendelee kuwa mapengo. Si ndio hivyo? Akaniambia rais, wewe ataka nini? Nikamwambia mimi sitaki kitu, nitaka wewe uwe babangu. Takbir! Rais anamuuliza unataka nikufanyie nini? Anamwambia sitaki chochote, kwanza nataka uwe wewe babangu. Muona hiyo mtoto mashallah. Alafu jambo la pili ukamwambia? Nikamwambia hivi, akusomeshe, anisomesha, akajitolea, akaniambia yeye Jumanne iwapishwa. Akipishwa namwambia nakuomba rais wetu, wewe ndio kiongozi wetu, wewe mpe wazazi wangu wawili kazi, nakuomba wewe ndio rais wetu. Mashaallah, mashaallah. Yani badala ya kuomba baiskeli, chokoleti, anasema kwanza uwe baba. Baiskeli ishaletewa na Najib Balala. Baiskeli kashaletewa na Najib Balala, mashaallah. Kwa hiyo akamuomba awasomeshe, amsomeshe na awape kazi wazazi wake. Kwa nini wewe umemwambia Uhuru asilimu? Kwa nini? Kitu gani kilichokusukuma? Kwa sababu siku ya kwanza nilimwona ako na kanzu na kofia na amama, kamwambia wewe mzuri utakuwa ukisilimu. Kaingia na imani na Uhuru inshallah ataingia na imani. Ya Rabbi asimu Uhuru aingie Uislamu. Mashaallah alaikum, mashaallah. Anasema chanzo cha kumfanya yeye yani amwambie mheshimiwa rais awe Muislamu, alimwona siku moja amevaa kanzu, kofia na amama. Sawa. Kilemba. Angalia, yeye ni Mkristo, sawa. Yeye ni Mkristo, lakini kitu kimoja tu, yuwapenda watu, akaribisha watu. Ijumaa, Ramadhani alifutarisha kontena 3, akafutarisha Ramadhani nzima. Mashaallah. Anasema ni kweli sio Muislamu, lakini ana roho nzuri, anasaidia watu, amefuturisha Waislamu kontena ngapi. Kwa hivyo alivyomuona amevaa kanzu na kilemba, akavutika, akaona amlinganie katika Uislamu. Na hii ni mara ya 3 Umar anaomba sema insha Allah, Allah atampa imani, atakuja kusilimu. Takbir! Kabla ya kumpa zawadi, Mheshimiwa Rais alimpeleka katika ofisi yake, akamkalisha kwenye kiti chake cha uraisi na akamwambia wewe utakuja kuwa rais wa baadaye wa Kenya. Ilikuwa Takbir! Aniambia kaa kwenye hii kiti na wewe pia utakuwa rais wa Kenya. Waislamu alipokuja Masjid al-Ihsan Veterinary Ijumaa kwangu, mimi nikamuomba kama wewe utakuja kuwa rais wa Kenya, mimi ndugu Sheikh Kishki utanisaidia nini? Akaniambia utakuwa makamo wangu. Takbir! Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Natosha. Ndio kabia inanuja ni salati mi yaumi jumati fasau. Bayin lakinum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jazakallah khair. Umepewa zawadi. Hii zawadi inaweza ikaharibika
ina jina lake, ni chupa ya maji au juice, kwa sababu sikasema Kenyatta atampeka shule, sisi tunamnunulia chupa ya maji kabisa ya miski ya roho. Sadaqallahu alazim. Lakini naomba kamera zivute hii karibu, waone tumempa zawadi gani katika maisha yake. Itakuwepo hii, ni kumbukumbu yake, yeye amemkumbatia Uhuru Kenyatta. Hii hapa, shika hii hapa, unaona hii, umeona? Shukran. Waislamu wanakuja kumtunza bwana. Mashaallah, mashaallah. Shika hii, nyanyua hii zawadi yako kwa Miski ya Roho Islamic Foundation. Sema shukran. Shukran. Jazakumullah khair. Naomba tupishe kama. Allah khair. Unaiona unesha. Inyanyue. Takbir! Jazakumullah khair. Hii ndiyo token yake ya kwanza akiwa na miaka 6. Allah mjalie shuyukh mkubwa aweze kupata zingine nyingi akiwa anatoa muhadhir. Neno moja. Waislamu, kwa umri wake miaka 6 anakutana na rais wa nchi, kisha anamwita katika Uislamu kwa maneno mazuri, anaomba utapendeza. Ni jambo ambalo limenivutia binafsi na kuwavutia Waislamu mbali, na ndio maana tukamwita superstar wa masheikh wa East Africa, kwa sababu kwa kumbukumbu yangu Sheikh Juma Amir atanisaidia, Sheikh Jamal hapa yupo, Sheikh Ibrahim, Sheikh Zuberi kutoka Burundi, Sheikh Yusuf. Kwa kumbukumbu yangu sisi da'wa yetu inaishia kwa Waislamu wenzetu tu, acha kwa wakubwa. Hata mtu wa kawaida tu asiyekuwa Muislamu bado hatujajaliwa kumfikia. Ndio maana leo tukasema mgeni wetu rasmi ni Umar. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Jamani, raha si raha. Hii inaitwa miski. Mashaallah, kijana Omar amependezesha miski ya roho. Tulisema miski ya roho, mtakuja kunukia miski ya roho, na sasa mnaona matunda yake. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani.